Hello wapendwa. Okay, tafakari yetu itatoka katika kitabu cha Mwanzo. Tutakwenda kuangalia kisa cha mtu ambaye anaitwa Yusufu. Hebu tuangalie kwa nini Yusufu. Kisa cha Yusufu kinatufundisha utii, ujasiri, unyenyekevu wa kukubaliana na matokeo ambayo yanatupata sisi ili kusudi la Mwenyezi Mungu likaweze kutimilika katika maisha yetu. Sikiliza nikwambie mpenzi, liko tumaini katika yote ambayo unayapitia. Liko tumaini katika mambo magumu ambayo yanakukuta katika maisha yako. Iko furaha ambayo inakuja baada ya yale yote unayoyapitia. Kitabu cha Mwanzo 22 kinatuonyesha jinsi ambavyo Yusufu alikuwa akishare ndoto zake pamoja na ndugu zake, lakini mwisho wa siku ndugu zake wanakuwa kinyume na mpango wa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya ndugu yao mdogo, ambapo wanapanga mpango wa kwenda kumdhuru Yusufu, kumwaga damu yake kabisa, ili wao wakaweze kutafuta ile nafasi ya ndugu yao na kumpoteza. Lakini kwa sababu ya kusudi la Mungu, basi anatokea ndugu ambaye anakuja kufanyika kuwa ni sehemu ya kukomboa uhai wake kwanza na kutoa ushauri wa yeye kutupwa shimoni. Lakini mwisho wa siku sasa Yusufu anakuja kufanyika kuwa mtu muhimu kwa ndugu zake na familia yake. Sikiliza mpendwa, inawezekana katika maisha yako ndugu zako, marafiki, watu wanaokuzunguka, wao ndio wanaweza kuwa sababu kubwa ya wewe leo hii kuweza kuona maisha yako si lolote, si chochote. Lakini sasa wewe unachotakiwa kukifanya, usinungunike, usilie, usiumie, kwa sababu mpango wa Mungu katika maisha yako haujawahi kukosewa. Kila kitu kinachotokea, hata kama unahisi ni mistake ama ubaya, usianze kutafuta sababu ya kwa nini mimi ama nifanye nini ili kuridhisha watu fulani. Lakini unachotakiwa kukifanya ni kupiga magoti na kumwomba Mungu aweze kukupatia ujasiri na nguvu ya kuweza kukabiliana na yote ambayo yanaweza kukukuta wewe katika maisha yako, na kukupatia njia sahihi ya wewe kuweza kuendelea na mpango mzima wa Mwenyezi Mungu. Usianze kulia na kuumia, kwa sababu maumivu yapo, basi imekupasa kuweza kuwa mkakamavu ili kuweza kuruhusu mpango mzima wa Mwenyezi Mungu kuweza kuyatawala maisha yako. Sikiliza nikwambie, haijalishi unapitia nini, haijalishi unalia kiasi gani, haijalishi unafanya nini, hakuna mtu yeyote atakayeweza kuzuia mpango wa Mungu katika maisha yako. Ikiwa ni kwa njia nzuri ama njia unayoiona inakuumiza wewe, ni lazima mpango wa Mungu kwenye maisha yako uweze kukamilika. Ni lazima mpango wa Mungu kwenye maisha yako uweze kutokea. Ni lazima mpango wa Mungu kwenye maisha yako uweze kutimia. Ninakutia moyo, usiumie, usilie, usihuzunike. Jifunze kuishi ndani ya mpango wa Mungu ili maisha yako yakaweze kuwa katika mpango wa Mungu sahihi aliyokusudia kwenye maisha yako. Hiyo ni tafakari tu ya leo. Ninakusihi, kisa kizima kinapatikana katika kitabu cha Mwanzo. Basi nenda pale ukasome kitabu hicho kuanzia Mwanzo 12 na kuendelea. Utapata kisa kizima cha ndugu hawa pamoja na Yusufu, kile kilichotokea. Utafahamu hata wewe unao mpango katika maisha yako unaotokana na Mungu mwenyewe. Nikutakia asubuhi njema na maandalizi mema ya mipango yako ya leo. Mwenyezi Mungu akubariki sana. Haya sasa, tukutane tena katika somo na tafakari inayofuata. Bye bye, na kutakia asubuhi njema. Bye.